Mungu wa deadline. Ukisikia tu neno deadline, ni wale watu ambao ni madeadline na wale procrastinators, mnajua, mnaelewa maana ya kuwa wa deadline, kwamba Mungu wa deadline. Hii ni perception ambayo mwanadamu anakuwa nayo, kwamba Mungu huwa ni kana kwamba anakti mwishoni, dakika za jioni kabisa, mahali ambapo tunataka kukata tamaa, kuachia kamba, ndipo Mungu anaingia. Ni kweli Mungu huwa anaacha kabisa mwanadamu atumie njia zake zote zifeli, alafu atakapoingia ndipo huyo mwanadamu ajue asingekuwa Bwana Israel na aseme sasa. Maana ni Mungu ambaye anatamani wewe umjue ya kwamba sifa zote zimemstahili yeye. Na Mungu kiukweli, masifa yote, uwe na gari, uwe na cheo, uwe na mamlaka makubwa, uwe sijui na nini, uwe vyote vizuri ambavyo unavyo, Mungu anatamani masifa yote yapelekwe kwake. Sio kwa sababu anayapenda masifa, anayastahili masifa hayo. Ndio sema Mungu wa deadline. Wakati nikiwa ninafanya elimu ambazo nilifanya huko, mimi nilikuwa siara wa darasa. Kwa hiyo kulikuwa na kundi ambalo kazi yetu tulikuwa tunapewa sana kimakundi kwa ajili ya assignments. Kulikuwa na kundi ambalo mpaka darasani tunawajua. Yaani wao ni wale wa mwishoni. Yaani wakati unatangaza sasa, jamani, I am about to collect. Yani wakati unataka kwenda kusubmit, jamani 5 minutes left, ninaenda kucollect hizi assignments, ndio unaona wale watu sawana kukimbia, wakamwambia siara, jamani tusubiri tunamalizia kuprint. Kwa hiyo unaishika ile assignment, mnanielewa wale wenzangu, mnanielewa, unaishika assignment ya moto, manake ni watu wa deadline. Yani muda wote mwingine wana mambo yao tu, zikibaki dakika chache ndio wanakazana kumalizia kazi. Sasa kuna wakati Mungu anajionyesha kwetu kama Mungu wa deadline, mahali ambapo ni mwishoni kabisa, ili mwishoni utukufu umjie yeye. Ndio nikawa nina connect na habari ya Hezekia. Mmesoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 18 na 19. Ina habari tamu sana, tamu mno. Kwa wale ambao ni wavivu kusoma Biblia, ile habari ni moja habari tamu sana kwenye Biblia. Inamueleza mfalme mmoja anaitwa Senakeribu ambaye alikuwa ni mfalme wa Ashuru, pamoja na Hezekia mfalme wa Israel. Kwa hiyo Hezekia anaingia kwenye madaraka akiwa mzuri tu, mzuri, lakini kuna wakati inatokea anawahamisha Israeli, anawapeleka Ashuru, kinyume na matakwa ya Bwana. Ndipo Bwana sana anamwambia Hezekia, pamoja na kwamba umefanya mazuri, lakini kwa hili siko pamoja na wewe. Sasa anajikuta ameshinda Wafilisti, amewashinda Wagaza, amewashinda, lakini sasa anaingia kinyume na mapenzi ya Bwana, anaingia kwenye utawala, chini ya utawala wa Senakeribu. Senakeribu anawanyanyasa Israel chini ya uongozi wa Hezekia, na Hezekia hana kabisa la kufanya. Senakeribu anaanza kujitangaza kama ilivyokuwa kwa Goliati. Kwa wale mnaomfahamu Goliati vizuri, anaanza kujitangaza, anasema Mungu ambaye mnamtumikia Israel, mnayemtumainia, hawezi kuwasaidia. Mungu mnayemtumainia Israeli hata wasaidia kabisa, na mtaanguka. Anajitapa, anajigamba Senakeribu, ana jeshi kubwa, ameangamiza wengi. Kwa kweli anapojitanabaisha vile, Hezekia na jeshi lake wanakuwa kama wamemwagiwa maji, wanaloa kabisa. Kwanza Mungu ameshamkosea, wakimbilie wapi? Ndipo nabii Isaya anaenda kwa Hezekia, anamwambia Bwana anasema mlilieni tena, hajawaacha. Unajua Bwana hatuachi, hata unapokuwa mzinzi, yule mzinzi kabisa ambaye unajua mimi jamani mpaka nilishajikataa, Bwana hakuachi. Bwana hakuachi. Kwa sababu gani? Mungu anasema yeye ni kwa ajili ya wadhambi. Kwa Hezekia anaposikia habari hii kutoka kwa Isaya, anapata moyo, anaichukua ile barua ambayo imeandikwa na Senakeribu ya kuitukana Israel, ya kutamka maneno magumu ambayo Bwana hata wasaidia kabisa. Na unajua maneno haya sio mageni pia, ni kwamba kuna nyakati tunaambiwa huyo Mungu hata kusaidia muache. Hata Ayubu aliambiwa. Ndio sema hii habari ni moja habari tamu. Kwa nini naipenda hii habari? Hezekia anaichukua ile barua na kwenda nayo madhabahuni. Unajua kwenye maombi yako jitahidi sana kumwambia Bwana akuoneshe madhabahu. Amekupa talanta ya kuhubiri, amekupa karama ya kuhubiri, mwambie Bwana sasa nioneshe madhabahu. Amekupa karama ya maombi, karama ya maombezi, mwambie Bwana nioneshe madhabahu. Nipe, show me the altar ili nikutumikie. Amekupa karama ya uongozi, mwambie Bwana nipe watu.
amekupa karama ya kuimba, nipe umati ili niwaimbie, kwa sababu nina mzigo unaonilemea. Kwa hiyo Bwana ndiye anayetoa stage, usitafute stage. Mungu mwenyewe atakuexpose kwenye stage. Kwa hiyo anaenda madhabahuni, Hezekia akiwa na ule waraka anautenga madhabahuni, anasema, Mungu, haya ndiyo manyanyaso tunayopitia kutoka kwa Senakeribu, tafadhali ingilia kati. Na Mungu si Athumani kama ambavyo watu tunasema, si mwanadamu, si mwenye mwili, ni roho. Anasema, Hezekia, nimekusikia mwanangu, nitafanya kwa ajili ya taifa langu la Israeli. Unajua, hata kama unapokuwa mtumishi wa Mungu ni mdhambi sana, una mama kando mengi, ile moment unaosimama kuwahubiria watu, Mungu husema, pamoja na kwamba wewe ni mchafu, lakini kwa ajili ya watu wangu wataokoka. Yani Bwana hasimami kwa ajili yako, anasimama kwa ajili ya watu ambao amewaweka uwasikilizishe. Kwa hiyo unasimama katikati ya mauti na uzima kwa ajili ya kuokoa watu. Inawezekana ukahubiri, watu wakaokolewa, lakini wewe ukawa mtu wa kukataliwa. Na ndio maana kuna watu wanawaambia, inawezekana umehubiri sana vizuri, inawezekana umeimba sana vizuri, lakini hakuna hubiri lako hata moja ambalo limewahi kufika kwenye kiti cha enzi. Hakuna wimbo hata mmoja ambao umewahi kutunga ukafika kwenye kiti cha enzi. Ni kweli watu wanasikia ujumbe, wanaokolewa, lakini Bwana hakuhesabu kama mwimbaji, kwa sababu unajiinua nafsi unapokuwa unafanya kazi yake. Hezekia anaenda anamlilia Bwana, anasema, Bwana ingilia kati. Na kweli ni kwamba taifa la Ashuru, wanajeshi 185,185 wamezunguka mji wa Yerusalemu, wameusiege, ili hakuna kufanya biashara, hakuna kutoka, na chakula kinaisha. Hezekia anafanya nini? Na taifa lote linamwangalia. Hezekia anapomlilia Bwana, anamlingana, na Bwana anajibu. Usiku ule mmoja, asubuhi wanaamka. Usiku walilala wakiwa wamezungukwa na wanajeshi 185,000. Asubuhi wanaamka wakiwa wamezingirwa na maiti 185,000. Yani wale wanajeshi wote wamekufa. Wamekufaje? Si kwa mkono wa Hezekia, ni kwa mkono wa Bwana. Na ndio maana nakwambia, vita yako pigana na Mungu. Na hii ni nini? Natukumbusha kwamba kuna nyakati hata sisi ndani ya familia tunaweza tukaingia kwenye changamoto kubwa. Maana hawa wanajeshi waliuana wenyewe wao kwa wao, wakakatana mapanga, wakauana wao wenyewe. Maana yake nini? Hata wakati mwingine kwenye familia zetu tunapomwacha Bwana, familia tunaanza kuuana sisi kwa sisi. Yani ni dada wa damu, lakini unapomwangalia unamuona kama adui. Ni kaka yako wa damu, unamuona kama adui. Ni mtoto wako wa kuzaa, ni baba yako amekuzaa, lakini unamuona kama adui. Kwa nini? Roho Mtakatifu ametoka kwenye familia. Lakini unapomlingana Bwana kama Hezekia, Mungu anayasafisha mambo. Senakeribu anashindwa, analia, anasema, nimeshindwaje mimi Senakeribu, ni mwenye nguvu, nimeshindwa nini? Anapoenda kwenye ibada zake za sanamu, anataka kuziuliza, kwa nini nimeshindwa? Umeruhusuje Mungu wa Israeli anishinde na Hezekia? Mimi nashindwaje? Mimi na wewe tumeshindwa. Wakati akiwa kwenye hali mapambano, alikuwa na watoto 3. Watoto 2 wanakuja, wanamvamia, anauliza, nani anayekuja? Anapoangalia ni watoto wake, anajua yuko salama. Watoto wake wanamuua, watoto wa kuzaa wanamuua Senakeribu, anakufa papo hapo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu yuko kazini. Ndio nawaambia, usishindane na muombaji, hata siku moja utaingia aibu. Lakini dakika chache tu zinaisha, ama siku chache zinapita, Hezekia haponi bado, anaingia kwenye jaribu lingine, anaingia kwenye kuugua. Anaugua sana kitandani. Isaya tena, nabii Isaya anamfuata, anamwambia, ugonjwa huu utakuua. Hezekia anasema, hapana, sina tumaini lingine, ninamuomba Bwana. Anamuomba tena Mungu, anamwambia, Mungu, kwa nini nife? Niokoe. Mungu anamsikia ombi lake, anamwambia Isaya, rudi kwa Hezekia, mwambie nimesikia ombi lake, hata kufa atapona. Hata wewe nataka kukutia moyo, ile ndoa inayokusumbua itapona kwa jina la Yesu. Kwenye ndoa yako muite Mungu. Lile deni linalokusumbua, ninakuhakikishia ukimuita Mungu utalilipa. Sio kwamba litafutwa, halitafutwa, lakini Mungu mwenye fedha atakupatia fedha na utalilipa. Wala usikimbie kanisa. Maana kati ya changamoto ambazo zinatusibu wachungaji, kuna nyakati unakuta na washiriki wazuri kabisa, lakini wanakimbia madeni, kumbe wana mambo mazito kwenye mioyo yao. Mwambie Mungu changamoto zako, mpatie Mungu. Hezekia anapona. Tena ishara, anaomba ishara. Ishara gani itakuja indaniambia kwamba nitapona? Isaya anasema, yanarudi nyuma madaraja 15, yani jua linarudishwa nyuma, ishara ya kwamba Hezekia utapona. Yani kurudishwa nyuma maana yake ni nini?
Hata kwenye maisha yako kuna wakati unaweza ukaona kama umezeeka sana. Umefikia wakati ambao Mungu hawezi tena kukusaidia, lakini habari ni njema ya kwamba Mungu hana majira kama wanadamu. Mama mmoja namkumbuka alikuwa ni mjane, amehangaika sana kulea watoto. Pale niambia pastor, mimi siwezi nikatoboa tena. Maisha yangu ni haya magumu. Nikamwambia mama, jipe moyo, waombee watoto wako. Hujui kesho yao. Wakifanikiwa watoto, umefanikiwa wewe. Ndio siku hizi naongea na mama yule anacheka tu kwa sababu ana binti yake ambaye ameolewa na tajiri mmoja. Ameolewa na mtu ambaye ana uwezo mkubwa. Sasa hivi yule mama amenunuliwa gari na dereva. Mpaka wakati unaongea naye anakuambia Mungu sio yule ambaye wanadamu tunamjua. Yuko Mungu ambaye hatumjui kabisa. Ana ushuhuda mkubwa wa kumsimulia Mungu kwa sababu anajua kuakti hata katika nyakati ambao sisi tunaziona ni deadline. Na ndio maana nikakwambia leo natamani tujifunze kwamba Mungu wa deadline. Kama aliua wanajeshi 185, maadui zako ni wangapi? Wanaokudharau ni wangapi? Wanaokucheka ni wangapi? Hawafiki hata 10,000. Kwa hiyo Mungu atakapoamua kukuinua, atakuinua si kwa sababu wewe una uwezo, ni kwa sababu umeamini uweza wake. Mungu akubariki, Mungu akusaidie, Mungu akuinue na utukufu wa Bwana ukuinamie. Usimame kama Hezekia. Ukiona changamoto usimame kama Hezekia. Wakati ukiona mwingine na changamoto usimame kama Isaya. Watie moyo wanaochoka. Yainue magoti yaliyokata tamaa. Na kwa hivyo kwa umoja huo tutasimama na Bwana atatukuzwa katika maisha yetu. Hiyo ajira ambayo unaona imechelewa, mwambie Bwana, mlilie, atainuka na wewe utasimama na adui zako watanyamaza kimya na ukoo wako utasimama tena kwa sababu unakutazama. Mungu akubariki sana na akutie nguvu kwa jina la Yesu. Amen.